wa pili mstari wake ni verse number 7. Mlango wa verse number 7 mstari wake ni verse number 19 mpaka 20. Huyo mtumishi wa Mungu ameweza kueleza na akasema vizuri, wakati kama huu kutakuwa na baraka, na hizi baraka zitamiminika ndani ya hao watu na maisha ya hao watu itaweza kubadilika. Naye huyu ofisa ameanza kubishana na sauti ya Mungu. Nataka kuongelea kuhusu mtu anabishana na sauti ya Mungu, kuhusu hatari ya wewe unayebishana na Roho wa Mungu anaponena, kuhusu hatari ya wewe ambao unayebishana na Mungu mwenyewe. Wajua Mungu si mwanadamu atiubishana na yeye. Mungu ni yeye aliyekuwa, atakayekuwa na ataishi milele na hatabadilika. Wakati unapopishana na sauti ya Mungu unajiingiza kwa shida. Wakati unapopigana na Mungu mwenyewe unajiingiza kwa shida. Kwa maandiko inasema huyu alipopishana na sauti ya Mungu aliambiwa vizuri, utaona na macho yako na utaona hiyo miracle, utaona hiyo ishara na utaona hizo vitu, lakini wewe mwenyewe hautaweza kukula. Hautaweza kukula. Hivyo ndivyo ilivyo. Hivyo ndivyo ilivyo kanisani. Kanisa unakuta ya kwamba mchungaji kuna kitu ameambiwa na Mungu ama ameelezwa na Mungu, anapoambia washirika wengine wanakuwa wa kupiga kile mchungaji aliyeambiwa na Mungu. Wanapopiga wanakuwa wataona kanisa ikiendelea, wataona kanisa ikiinuka, lakini hao hawatainuka, hao hawatabarikiwa, hao shida itawaisha, sababu alishapigana na ile sauti ya Mungu. Ni vizuri kujifunza si kama wanadamu kutokupigana na sauti ya aliyetuumba, kupigana na sauti ya mwenye ambao ametupa pumzi bure, ya mwenye ambao ametupa afya, ya mwenye ambao ametupa amani, ya mwenye ambao tunayeamini. Na ni vizuri kuwa na imani ya kuamini Kristo Yesu mwana wa Mungu. Ako na mdomo na ananenaga na anazungumza na anasikiaga na anaonaga. Mungu anaonaga. Wajua watu wakati mwingine sisi wanadamu tunakaa ni kana kwamba Mungu yaoni. Tunakaa ni kana kwamba Mungu yeye asikiagi. Mungu yeye anasikia, anazungumza. Hakutupea mdomo akabaki bila mdomo. Hakutupa masikio akabaki kuwa ana masikio. Hakutupea macho akabaki kuwa ana macho. Hakutupea mikono ama miguu akabaki kuwa ana. Lazima yeye tuko mfano yake. Vile unavyojiona hivyo wewe ni mfano wa Mungu. Na ni vizuri kwa sababu wewe ni mfano wa Mungu uweze kujielewa ya kwamba na kujifahamu ya kwamba ni vizuri kuamini Mungu ya kwamba ako na kwamba anafanya na kwamba anajitukuza na kwamba tuheshimu sauti ya Mwenyezi Mungu ambao ali hai. Si zote. Tukiheshimu sauti ya Mungu, tuache kupigana nayo. Kama hujasikia vizuri, enda kwa Mungu umwambie, sijasikia vizuri na sijaelewa vizuri, zungumza tena. Samuel yeye alipokuwa hajaelewa kama ni Mungu amemuita ama ameitwa na baba yake, alirudi kwa Mungu na Bwana akamuita mara nyingine. Bwana akamuita mara ya kwanza, Bwana akamuita mara ya pili, Bwana akamuita mara ya tatu, mpaka Samueli akaelewa sauti ya Mungu. Sikatai waweza kosa kuwa haujaelewa. Sikatai waweza kuwa umechanganyikiwa na hiyo sauti. Sikatai waweza kuwa hata hujaelewa kile unaitiwa. Lakini vizuri usikize mara ya kwanza, usikize mara ya pili, usikize mara ya tatu kabla hata hujatangaza hiyo unabii. Hili unaposikiza mara ya kwanza na ya pili na ya tatu, unaweza kutangaza kitu ambao unajua hakika ni Bwana alisazungumza na mimi. Mtu wa Mungu aliposema hilo jambo, licha ya watu wengine kutokuamini, sababu tunasikia huyu mtu mmoja ndiye hakuamini. Ni watu wengi ambao wanakuwa na roho kutokuamini. Na ni vizuri tuombe Bwana
atuondolee hiyo roho ya kutokuamini sauti yake, atuondolee hiyo roho ya kutokupea roho wa Mungu nafasi katika maisha. Hata sisi tuache kupigana na sauti ya Mungu, tupewe roho wa kuamini Mungu, na tupewe roho ambao ni wa kumheshimu na kumtii. Pea nyumba lako nafasi kwa sauti ya Bwana. Pea nyumba yako ama watoto wako ama boma yako ama kazi yako ama mali zako sauti ya Mungu, ile kama inatawala ama ile kama inakuongoza. Ili Bwana akiweza kuongoza, mambo itabadilika na mambo itakuwa sawa. Sababu usipofanya hayo, utakuwa na mashida zinakusugua huku na huku, huku na huku, huku na huku, hauelewi barabara ni gani. Lakini ukipea Mungu nafasi, sauti ya Mungu ikupe direction, ile kitu inayokusumbua sahihi, ile kitu inayokusumbua sahihi, hiyo boma yako inakusumbua sahihi, hiyo ndoa yako inakusumbua sahihi, ukiamini sauti ya Mungu na uweze kuisikiza vizuri na uweze kumwamini yeye, atakupa direction, atakupa barabara, atakupa suluhisho, atakupa barabara utakayopitia utakapoamini sauti ya Mungu na kuifuata. Bwana atakupa barabara mzuri na Bwana atakuongoza. Ni vizuri Bwana akulinde na akuhifadhi na aweze kukusaidia na aweze kukusaidia, kwa sababu Yesu ako hiyo uwezo na hiyo mamlaka. Wacha ni tuombe kwamba Mungu atupe roho wa kutokuamini, atupe roho wa kuamini sauti yake, atupe roho wa kumwamini yeye, atupe roho wa kutegemea yeye Mungu, atupe roho wa kufuata yeye, atupe imani iliyo dhabiti ambayo ni ya kumfuata yeye na kumtegemea yeye. Baba, ni asante kwa sababu ya neno lako.